wa Munyoro Express. Sasa wewe wa Munyoro, nilikuwa nafikiri utaenda kusema juzi, at least mimi nilikuwa mtu wako, nilikusaidia ukawa naibu wa rais. Lakini nilishangaa ile watu unalima. Umenilima, ukalima Faruk, ukalima mwenyewe Kasongo. Na wewe unajua vizuri sana Kasongo ndiye alikuwa supporter wako number 1. Mimi nilikuwa number 2. Faruk alikuwa number 3. Duwala alikuwa number 4. At least Kipchumba ukisema alikuwa ana support Kindiki nusu upande hii. Na wewe unajua vile ulikataliwa na kila mtu. Ikawa tu ni sisi watu wachache tulisimama imara. Ndio ukawa naibu wa rais. Kumbe ile watu wengine walikuwa wanajua sisi ndio tulikuwa tuelewi vizuri. Sasa wewe tulikusukuma. Wewe unajua what I did. Even after hiyo sarakasi yote impeachment ikikufuata. Wewe unajua what I did. Sasa badala useme asante, unaenda unaweka vitu fake. Yaani mambo yangu mimi na wewe sasa yenye wote na tunaongea. Unaenda unatangazia watu. Sasa hiyo ni audio gani hiyo uliweka wewe wa Munyoro Mr. Dorcas? Wewe ni mtu tujua kali saa zingine sana. Alafu ya pili, ile watu walikupatia script, wale marafiki yako, wale wa kwetu, wale wangu wale, ule seneta wa Nandi, huyo mwingine wa hapo nyumbani hapo, na hao wajumbe wawili watatu. Sasa wewe naye umeenda ukauza Timo. Ungesema tusingeuza tu wote ndio wako wholesale. Sasa umeumisha mtu mmoja. Na walikwambia vizuri, ukisema hii na hii na hii na hii itafanyika. Unajua tunajua penye wanaelekea hawa sympathizers wako. Lakini nikuuliza wewe ni muongo kwa waongo nyamai salio kwa hii dunia, hata sio Kenya. Sasa wewe my friend, nilikwambia twende polepole. Ukataka kuiba sukari, unataka kuiba mashamba, unataka kuiba nets, unachukua vitu chafu na wewe ni naibu wa rais. Mimi nataka uangalie, hebu compare yourself sahi. Ukiwa tu peke yako, angalia Kithure Kindiki pole akiwa naibu wa rais. Na ujiangalie wewe. Hauko unajua agenda hata moja ya serikali. Hauko unajua hata serikali inatakana kupeleka wewe area gani. Kwa sababu wewe ulikuwa unataka tu kupora. Sasa umeenda pale umejichanganya. Unasema watu wangu wa Kalenjin na watu wangu wa Kikuyu wamenyanyaswa. Mimi nikuuliza wewe wa Munyoro, wewe unajua kuna mtu anaweza pewa serikali asifanyie watu wake kazi, asifanyie hao unasema wa mlima, na asifanyie Kenya mzima, na asijifanyie hata yeye mwenyewe. Ili huyu at least alipata uongozi through hao unasema ni sawa, lakini sasa yeye ni rais wa Kenya, anafanyia kila mtu. Sasa naona unalalamika, unajaribu kusema ati rais akienda sijui Nyanza ndiye anapeleka maendeleo, akikuja Rift Valley sijui anakuja kanisa, ama ulikuwa unasema nini? My brother, hiyo siasa ya zamani ilipitwa na wakati. Na wewe next time tukichokozana sisi wenyewe kwa simu yetu, wacha kutangaza. Sasa unaenda unatangaza hiyo mambo kidogo, na wewe mwenyewe unajua at least mimi nimewahi kufanyia kazi. Nimewahi hata kusaidia ukatika kutoa mahali. Wewe mwenyewe umewahi nisaidia na nini wewe? Wewe mtu tu plala fucking Munyoro. Sasa unajipaka mafi mwenyewe, nilikuwa tumekuinua mpaka umekuwa naibu wa rais, ukachukua mafi ukajipaka kuanzia nywele mpaka kwa makucha ya miguu. Because hauna agenda. Kazi yako ni vita tu, unapigana na mara unasema Ndindi sio wafanya nini? Mara sijui chungwa wafanya nini? Na ni watoto, yani badala wewe ndio ungelea hawa. Ukaanza vita, uka expand vita, ukaenda mpaka kwa watoto wako wale akina Peti na bwana yake, ukahangaika nao, ukakuja ukapiga kona. Hey my brother, usijali, maisha inakuanga tu hivyo. Sasa zingine kama kitu si yako. Hiyo kitu ilikuwa ya Kithure Kindiki, na ilikuwa akuwe rais wa Kenya, sio rais ya Wakalenjin, sio rais ya Wakikuyu peke yao, ni rais wa Jamhuri ya Kenya. So hivi vitu yote nilisikia ukiongea hapo mpaka unataja unasema sijui William angetafuta wazee. Yaani wewe kwanza umedharau William kiasi gani? Kama unasema ati mimi na Faruk na Murkomen
tunaweza endesha William. Oh, ulikaa na William. William ni mtu mimi naweza endesha yeye. Ama Murkomen ama Faruk. Wacha madharau. Wacha madharau hiyo mingi uko naye sana hiyo. Ulidharau William alikuwa anakuangalia mpaka wakafukuzwa. Hata yeye alijaribu kukuokoa. Alikuongelesha. Aka cancel impeachment mara 4. Mimi nika cancel mara 3. Yaani mtu ng'ombe sana. Haisuru. Mambo ni hivyo Rigiji. Tuendelee na maisha. Kwaheri, Mr. Dorcas.